Roho Polepole. Kuna wanafunzi darasani wanacheka, lakini moyo unadondoka. Kuna wale wanaosema niko sawa mwalimu, lakini ndani du du du, roho polepole inavunjika. Siri sirini, moyo umebeba siri, ukisikiliza utashangaa. Kila mwanafunzi ako na hadithi, hadithi ambayo haijasemwa. Na hii ni hadithi ya Saida, mwenzi wangu wa darasa. Mimi niko na ndoto nyingi, nataka kuwa mwalimu, mpishi, daktari, maybe jeshi, askari. Lakini Saida aliona faida ya kuwa na ndoto tu moja. Akiwa mkubwa anataka kuwa mtayarishaji wa filamu kama Daudi, asiweze kuanguka. Sanaa aliipenda sana sababu vizuri alifahamu. Darasani wakamwambia ati sanaa haipei. Hakukata tamaa, alijua mbeleni atakuwa kama Sanaipei. Kwa juhudi alizokuwa nazo alikuwa na mwelekeo, alitaka kupaa kama kipepeo. Siri sirini, moyo umebeba siri, ukisikiliza utashangaa. Kila mwanafunzi ako na hadithi ambayo haijasemwa. Aliporudi nyumbani, ndoto zilibaki njiani, hofu pumzi zikamwisha kifuani, akili ikajakiza muozo, msongo wa mawazo. Kalamu ikageuka kosa, sanaa ikaitwa mawazo ya kitoto. Penye moshi pakaonekana moto, sauti zikamkalia kama radi, pa pa pa. Makofi yakapewa kama dozi. Usiku nao ukawa mrefu sababu ya uchungu, akashindwa kudozi. Anga ya utulivu ikajawa majonzi. Kushoto kwa mamake ndiko kulimfanya kulia. Alitaka kufanya filamu, lakini tayari maisha kamwonyesha mapicha. Hata kama kila siku alipewa nauli, bado alijua haya maisha sio fair. Siri sirini, moyo umebeba siri, ukisikiliza utashangaa. Kila mwanafunzi ako na hadithi ambayo haijasemwa. Saida alikuwa hapendi tomato, lakini alirudi shule akiwa na macho nyanya. Alikuwa hapendi ndizi, lakini fikra zikaanza kubanana. Darasani akaanza kutulenga, akatutenga, akakataa kuzungumza na huyu yule wale. Yaani mtoto wa Adamu akakataa kukana Hawa. Shuleni akaanza kubadilika, alama zikaanza kushuka. Kwenye somo la Kiingereza akaanza kuhisi kizunguzungu. Akili ikafunga, 1, 2, 3, 4, 5, hesabu akashindwa kuhesabu. Bila kuuliza napitia nini, mwalimu akamwambia yeye ni mvivu na pengine akiwa mkubwa atakuwa mvuvi. Sababu ya mwalimu kuchochea, taratibu afya ya akili ikaanza kupotea. Siri sirini, moyo umebeba siri, ukisikiliza utashangaa. Kila mwanafunzi ako na hadithi ambayo haijasemwa. Mchana wakati wa kula, mkuu wa shule alimwona pembeni amekaa kimya, uso umebeba mzigo mzito, mawazo yakipiga kelele kimya kimya. Alipomuuliza kinachomsumbua, Saida akafungua kifua, tena bila kusita sita. Alichoka kupigwa na mawazo mara 6. Walimu wakamsikiliza, wazazi wakaitwa mezani, wakapewa maneno kwa mizani. Wakaelewa sanaa ni ajira, ni wengi wamefanikiwa, kina Lupita na Shakira. Makofi yakageuka ya pongezi, ndo aendelee. Wakamwombea kwa Mungu Mwenyezi. Saida alikuwa na dada anaitwa Hope, ndiyo maana hakukosa tumaini. Leo Saida anaota tena bila hofu, akona ndoto ukubwani atakula minofu. Akili kapata nuru, taa, akaamini katika sanaa atapaa kama taa. Siri sirini, moyo umebeba siri, ukisikiliza utashangaa. Kila mwanafunzi ako na hadithi ambayo haijasemwa.
na hii hadithi leo imesemwa. Sanaa ni mapishi yangu, na spoken word ni chakula nikipendacho. Purity Quinto from Star of the Sea.